inarahisisha wewe kusikia sauti ya Mungu. Imani huja kwa kusikia sauti ya Mungu. Ndio Paulo anatuambia katika Warumi, imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Ibrahimu alisikia, but it must be the spoken word of God. Wakati unasikia neno la Mungu, imani inakuja kwako. Paulo anatuambia imani ina masikio, imani ina miguu. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Pasipo kusikia neno la Mungu hakuna imani. Ibrahimu akasikia sauti ya Mungu na Ibrahimu akaondoka. Faith is the knowledge of God within us, that when God speaks we understand what he is saying. Imani ni kuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, na wakati Mungu ananena tunaelewa Mungu anataka nini. Kwa hivyo tunachukua hatua ya imani na maisha yetu yanabadilika. Kuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu na kuchukua hatua ya imani kunasababisha kurekebisha, kubadilisha maisha ya mwanadamu. Sauli aliposikia sauti ya Mungu katika vita alivyokuwa navyo kinyume na kanisa, alibadilishwa akaitwa Paulo, maana alisikia sauti ya Mungu. Yakobo aliposikia sauti ya Mungu alimenyana na Mungu usiku kucha na maisha yake yakabadilika. Kwa hivyo kipengele cha pili nasema nini? Faith hears the voice of God. Ndio maana Yakobo anasema imani iliyokufa haisikii na haitakusaidia. Katika Yakobo mlango wa 2 mstari wa 14 mpaka 17, Yakobo anaeleza umuhimu kuwa na imani iliyo hai, imani inayosikia. Imani iliyokufa haisikii na haitakusaidia. Yakobo anatuambia kwamba mtu mwenye nia mbili waiwai, huyo mtu asiwahi tarajia chochote kutoka kwa Mungu, maana ni mtu wa nia mbili. Yakobo anatuambia nini? Mtu aliye na nia mbili, mtu mwenye waiwai, a double-minded person cannot receive anything from God. Maana hana imani. Hana imani. A double-minded woman, a double-minded man, a double-minded young man cannot receive anything from the hand of God. My viewers, you cannot receive anything from God without faith. You must have faith. And what is faith? The capacity to know that God will do what he has promised. The capacity to hear the voice of God. As a Christian, you must develop your capacity to hear the voice of God. Abraham had the voice of God, the spoken word of God. Hallelujah. Faith hears. Number 3, faith acts. Now I'm getting to the climax of this. Ibrahimu alisikia, na hiyo haitoshi. Imani inasikia ndio. Number 3, faith acts. Imani inachukua hatua ya imani. Mtu aliye na imani akisikia neno la Mungu anachukua hatua ya imani. Genesis chapter 12 verse 4. Go to verse 4 and see what happens here. Ibrahimu aliposikia neno la Mungu, neno limesema nini? Ondoka. Aliondoka, hakupaki. Neno lilipomjia Ibrahimu lilisema Bwana ondoka, akaondoka, hakupaki. Kinachofanya umestagnate kwa maisha yako, Mungu amenena nami mambo haya, nikuje nikwambie. Amenena nami usiku kucha haya mambo mpaka asubuhi ya hii this morning. Nimekuwa nikitafakari, mbona watu wetu wanakaa hali ya uchochole, hali ya shida, hali ya kuhangaika? Jana nilikuwa mahali kule Bungoma kwa mkutano wa mama 400 ati tuna celebrate International Women's Day, 400 women. Na nikauliza, how many employed women are in this congregation? Only 5 out of 400. Wengine ni kuuza omena, wengine ni kufanya hiki na kile na kile. You know, there's a problem. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Now listen. So Abraham left
you have to live. Faith commands you to live something. Hallelujah. Ukiwa na imani utaacha kitu fulani kwa ajili ya maono yako, kwa ajili ya makusudi, kwa ajili ya uponyaji wako, kwa ajili ya ukombozi wako. God commands you to live something. But are you willing? Ibrahimu akaambiwa ondoka. Aliondoka. Hakupishana na Mungu. Now there are things that make you not live what God is saying. Na wale wasomi utaandika. One is called humanism. These are the principalities that are making people not have faith. One, humanism. Number two, rationalism. Number three, atheism. Number four, liberalism. And the theories of evolution, they make you think there is no God. Because the steps Abraham took were unreasonable. They were not rational. They were not logical. They were not humanistic. Hallelujah. Why are so many people today, as I'm speaking right now, they have no faith in God? They are just religious people. They don't believe in this supernatural God. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Why? Humanism, rationalism, liberalism, atheism. Na hata masomo yetu yameinua haya mambo yote. Hizi filosofia ambazo watu wamejifunza na zinawafanya wanaenda kinyume na imani. So Abraham left as the Lord had told him. The moment you act on the spoken word, something begins happening. The moment you start acting on the spoken word, unapochukua hatua ya imani, wewe kijana, mama, mambo itaanza kutendeka. Mambo yataanza kutendeka. So Abraham left as the Lord had told him, and Lord went with him. Abraham was 75 years old when he set out. Now, this man begins a journey of life at age 75. If you don't know, this is the father of Christianity. Abraham is the father of Christianity. What you will not do today, that man did in those days. And also my historia. River Euphrates, Tigris. Ibrahimu anatoka mahali pa utajiri, mahali pako civilized, mahali watu wako na mali na kila kitu, anaondoka. Hajui kula anaenda. Nasema imani ni rahisi. Nasema kuokoka ni rahisi. Kuokoka si rahisi vile unadanganywa. Haleluya. Sababu kuokoka ni imani, ni safari ya imani, ni mwendo wa imani, ni hatua ya imani. Mtu aseme amina. Mtu aseme amina. Faith acts. You must act. You must act. You hear and then you act. Why are you not growing in your Christianity? You are hearing 10 years, 15 years, no action. Yakobo anatuambia, wenda Yakobo, James chapter 2 verse 14. Yakobo anatuambia imani pasipo matendo imekufa na haizalishi, haizai. Imani pasipo matendo, dada, imekufa. Imani pasipo matendo imekufa, haizalishi. Imani, ambia jirani, imani pasipo matendo imekufa. Mwambie dada, hiyo imani yako bila matendo tushaizika. Haina faida kwa jirani yako, kwa ndugu yako. Najua kuna mtu aliniambia, hii ng'ombe yako imelaaniwa itazaa, takana tuiuze. Nikamwambia ngoja itazaa. Imezaa na wakaipa ndama ya siku moja. Yani ndio isionekane ile uchawi. I'm telling you what has happened this morning. Yani ni kama aliroka ng'ombe yangu isizae. Na kweli imechelewa. Na nikaomba Mungu ikizaa. One day wamekuja kuchukua ndama. Yani ndio watu wasiamini huyo uchawi ilifanya kazi. Wewe cheza na ndama sasa wewe. Wewe unaiombea ng'ombe zako zinazaa tu kike. Hebu pepa mkono nione. Tena ng'ombe mbili zinazaa within 1 month na yote zinazaa kike.
mpaka watu wanasikia hii sio normal, hii si kawaida. Wewe wanasikia kiwaru mbaya sana. Sicheze na mimi. Haleluya. Nakwambia ile imefanyika this morning. Yaani mtu ameenda kuipa ndama. Maana alituambia hii ng'ombe muuse haitawaiza. Unasema nini wewe? Cheza na mimi utashangaa. Haleluya. Hii mwaka nilikwambia ni mwaka mbaya. Kwa wachawi na waganga na yoyote aliye kinyume na maisha yangu, chunga sana. Tutapita na wewe vibaya sana. Nitapita na wewe vibaya sana. Kwambia ukweli. Hii mwaka, si mwaka ingine hii. 2020, andika chini 25, 26, 27. Usijaribu kuroga mtoto yangu, usijaribu kuroga mshirika yangu, usijaribu kupigana na yeyote aliye na imani iko nayo. Oh, you are joking my friend. Mbaya sana. I know what I'm talking about. Jina la Bwana lipewe sifa. Angalia video hivyo, na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Si ndio hiyo? Imani isipokuwa na matendo, we dada, imani isipokuwa na matendo imekufa. Niliambia Alex, sitoi kosa pesa ya kukupea kwenda mission every weekend. Na utaenda. Najua kitu mko nayo shida hapa. Wewe umezaliwa kwenu kwa imani iliyokufa, na ukaona watu wakikufa njaa, watu wakihangaika, na hiyo wacha nikwambie, shika roho ya imani. Kwa kama Caleb, kwa kama Joshua. Joshua na Caleb walikuwa na imani. Wale machasusi 10 hawakuwa na imani. Walisema hatuwezi kunyakua nchi, hatuwezi, kuna majitu. Lakini Joshua na Caleb walisema hiyo nchi tunanyakua, hiyo nchi tunachukua, hiyo nchi tumepewa na Bwana, hiyo nchi tunanyakua. It is yours for the taking. Haleluya. Nimekuja kwa ajili ya roho ya imani. Maana tunaondoka vibaya sana kuanzia next week, I think this weekend. Hii weekend tuko Bunyala. Narudi Bunyala officially this weekend. Tena naenda Sisohe, kituo cha uchawi na uganga kwa Wanyala. Wacha mbingu ijue na isikie. Mwanze kutafuta vile mtafika Simakina next Sunday. Hamtakuwa hapa. Haleluya. Na utaona viwete wakitembea hujawahi ona. Utaona visiwi wakifunguliwa. Utaona vipofu wakiona hujawahi ona tangu uzaliwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Imani isipokuwa na matendo imekufa. Haizai, haizalishi. Tatizo lako wewe, imani yako imekufa. Imani isipokuwa na matendo haizalishi, haina maana, haina faida. Hata muwe na jengo kubwa na mnaita kanisa, I don't care how big your building is. If the people inside that building, their faith is dead, you are not profitable to our generation. You are not profitable to the society. You are not. That's the Bible, not me. You can scroll down, that's the Bible. Hallelujah. Teremka uone. Mstari wa 15 unasema nini? Video hivyo na imani. Goja. Enda mstari wa 18. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what? Show me your faith by what you. If you say you believe in God, why are you not tithing? Why are you not praying? Why are you not fasting? Where's your faith? Action. Say action. Action speaks louder in heaven than your passiveness. Kujifanya mtu mzuri, mungwana, and you are going to die a poor man. You must take action. Lazima uamke mapema. Lazima uondoke. Uende kwenye uchafu, uende kwa baridi, na maisha yako yatabadilika. Action. Action. Say action. Heaven respects action. Heaven respects what? Action. Heaven respects action. Lakini mtu atasema wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Naonyesha ulimwengu imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Haleluya. Naonyesha ulimwengu imani yangu
kwa njia ya matendo yangu. Kwa hivyo tunapoondoka na kuonyesha ulimwengu matendo yetu ya imani, basi watu wataamini imani yetu, watu wataipokea imani tulionayo. Tuonyesha watu matendo ya imani yetu. Mtu aseme amina, mtu aseme amina. Tuonyesha ulimwengu matendo ya imani yetu, na wafanye uamuzi wa kuipokea ama kuikataa. Mtu aseme amina. Mstari unaofuata. Haleluya. Rudi nyuma, rudi nyuma, anza vizuri, teremka Asia 13. Nataka watu uelewe mbona nafanya hivi. Nimefanya miaka iliyopita 20. Niliyapataje na mbona nafanya na sitakoma? Bwana asifiwe sana. Maana hukumu haina huruma kwake asiona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. 14, enda 14, Asia 14. Ndugu zangu yafaa nini? Kila mtu sema ndugu zangu. Basi wacha ndugu. Angalia mtu aliye karibu na muulize, dada, yafaa nini ukisema kwamba unayo imani lakini huna matendo? Muangalie, usiniangalie mimi. Sema angalia mtu, muulize, dada, inafaa nini kuja hapa kila siku Jumapili kuimba, kuruka, lakini matendo yako kinyume na yale tunafundisha? Unaelewa? Imani lakini hana matendo. Je, ile imani, muulize, je, ile imani yaweza ikakuokoa? Haiwezi. Unaona? Ndio maana unaona madhehebu wasio na imani, tunapoanza kudhihirisha imani, wanatuita majina. Wanasema wanatumia majini, sijui. Yaani wao imani yao ilishakufa. Na nitakuonyesha kinachofanya imani na kufa. Wao imani yao ilishakufa. Si eti hawako na imani, wanayo imani, lakini imani yao imekufa. Haizalishi, haina matendo. Wakiona viwete wakitembea, vipofu wakipona, visiwi wakisikia, taza wakizaa, wanaanza kushangaa. Ni mambo gani? Kuna kitu tuliwacha. Sawa sawa. Tulisikia neno la Mungu na tukaondoka. Haleluya. Tulisikia neno la Mungu na tukaondoka, tukaacha kitu fulani. Haleluya. Wewe umewacha nini? Muulize, wewe umewacha nini? Mwambie utaacha nyoka, utaacha chui, utaacha majini, utaacha mila na itikadi za kipepo za kishetani. Haleluya. Utaacha makumbusho na kukata kamba. Haleluya. Na kutoa dhabihu kwa mapepo na mashetani. Ibrahimu aliambiwa wacha, ondoka. Sawa sawa. Na aliacha na akaondoka. Hauwezi ondoka na kwanza alifanya makosa, aliondoka na Lutu. Kuna wengi mliondoka na Lutu, lakini kipindi kinafika lazima Lutu aondolewe. Lazima Lutu aondolewe. Kuna wengi waliondoka na wakaondoka na Lutu. Hata nami nilifanya hilo kosa, nikaondoka na Lutu wakati fulani. Lutu atakusumbua sana. Lazima aondoke. Lazima Lutu aondoke. Lazima Lutu aondoke. Mtoto wa mjomba, sijui mtoto wa dada, sijui mtoto wa nani, hayuko sehemu ya maono. Unaweka yeye kwa hiyo biashara, ataangusha, maana haelewi hiyo biashara. Na yeye sio sehemu ya hiyo maono. Maono haihitaji watu wa ukoo, inahitaji watu wa Mungu, walioitwa na waliosikia sauti. Kabla mtu hajasikia sauti, hata stahimili mawimbi. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuaseme amina. Ibrahimu aliambiwa ondoka na akaondoka. Kosa alilofanya ni kuondoka na Lutu, lakini baadaye Lutu aliondolewa. Ndugu yangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Teremka twende sasa uone. Basi ikiwa ndugu mwanaume au mwanamke yu uchi na kupungukiwa na nini? Na riski. Mnisikia wahubiri kwenye mitandao mnasema ya kwamba watu wanakimbia tu kutafuta miujiza na ishara. Enda msome hiyo Biblia na mkuje mniambie kama hiyo ni Biblia ama hiyo ni Qur'an. Amen. Kanisa indakana kushughulikia mahitaji ya watu ya kimwili kabla wakienda mbinguni. Hatuwezi sema tunaenda mbinguni na leo hii imani yetu haiwezi suluhisha
matatizo tulio nayo saa hii, kwani huyu ni Mungu gani? Anangoja tu tufike mbinguni ndio atushughulikie? Hapana. Hata mbinguni hatuhitaji vitanda, mbinguni hatuhitaji magari, mbinguni hatuhitaji hospitali. Haleluya. Angalieni hapa, maandiko yanasema nini? Kama mtu yu uchi hana riski, na mmoja wenu ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riski, amepungukiwa na nini? Na riski. Kwa hivyo kija hapa dada, tunataka tukutoe kwa umaskini, tunataka tukutoe kwa shida, kwa matatizo, kwa mwangalifu, kwa mtiifu, kwa mnyenyekevu, na utoke kwa shida. Wacha kuwasumbua. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukikwambia kaa chini kwenye ushirika mshikane, Bwana asifiwe sana. Lengo si kufanya mtoto wa dini mara 7 vile ulikuwa. Jesus Solution Center ni mahali pa kutatua matatizo ya watu, matatizo ya kiroho, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kifedha, matatizo ya kijamii. Tuko hapa kupeana suluhu, na maandiko ndio haya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kila jambo tunalolifanya linalenga kukusaidia wewe kabla haujaenda mbinguni. Mtu aseme amina. Na mmoja wenu akamwambia, nendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili. Yafaa nini? Kama imani, mwache kupikana na watumishi wa Mungu ambao wamelipa gharama ya kuhudumia mahitaji ya watu. Wewe kama dini yako, imani yenu imekufa, kaeni hivyo na hiyo imani yenu. Sawa sawa. Lakini maandiko yanasema nini? Yafaa nini? Imani yetu yafaa nini kama haiwezi kushughulika na mahitaji ya watu ya kimwili? Mahitaji walio nayo. Roho ya mtu haikai changwani, inakaa ndani ya mwili. Hii mwili, na mwili unahitaji kula, mwili unahitaji kuoga. Akili pelekwe shule, tolewe ujinga. Bwana asifiwe sana. Na lazima ulipe karo ndio ende kwa shule wenyewe. Mtu aseme amina. Mtu aseme amina. Sema amen. Mahitaji ya mwili, imani inashughulika na mahitaji ya mwili. Na kwa hivyo lazima ufanye action. You must take steps of what? Action. Unapokanyeka mahali hapa, tunakupa roho ya imani, tunakufundisha. Haleluya. Ina faida gani tukisema tuna imani na ile imani haisaidii mahitaji yetu ya kimwili? Karo ya shule, kodi ya nyumba, matibabu. Watu wana mahitaji mengi, na lazima imani yetu. Teremka mstari unaofuata. Amina. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake na haizai. Imani isipokuwa na matendo. Do you know why there is so much joblessness and unemployment? Ni kwa sababu mlienda shule hizi za kawaida na mkapewa a lot of humanism, rationalism, atheism, liberalism, kiasi kana kwamba hamuna imani. Hamuna imani. Nakwambia ukweli, hamuna imani. Naomba leo pokea roho ya imani. Naomba leo pokea roho ya imani. Imani na roho yake, the spirit of faith operating in you does